Na ikiwa tarehe 25 mwezi Februari mwaka wa 2025, karibu katika taarifa za AGR News. Mimi ni Videlis Moshoge, na taarifa za leo tunaanza kutoka kaunti ya Nyamira, mahala ambapo mwalimu wa shule ya msingi ya Nyanchoka anaendelea kuuguza majeraha ya mwalimu mkuu wa shule hiyo ambaye alimfahamia akiwa darasani siku ya Ijumaa. Kulingana na mwalimu huyo ambaye amepewa majeraha, anasema kwamba alikuja Ijumaa kama ameshelewa na akaingia darasani akaanza kufunza gredi ya 8, kati ambapo mwalimu mkuu wa shule hiyo alimfamia na kumpa majeraha hayo. Vyama tofauti vya walimu kutoka kaunti ya Nyamira wamejitokeza wakilaani jambo hilo, wakisema kwamba hatua ichukuliwe. Ilikuwa on Friday, nikaenda shuleni kama nimechelewa kidogo. Kufika pale nikaingia darasani grade ya 8, nikaanza kufundisha. All of a sudden nikasikia slap zikini angukia. Kwenda kuangalia nikapata ni head teacher. We are shocked that in the 21st century a head teacher can assault a teacher while teaching. No one is under any circumstances is allowed to assault a teacher or any other human being. As a union, on behalf of our teachers across the county, we are demanding that the Teacher Service Commission immediately relieves that head teacher his responsibility from that school. Naam, tukiwa bado katika kaunti hiyo ya Nyamira, kumekuwa na mafunzo ya wanaskauti katika kaunti hiyo ya Nyamira. Wanaskauti kutoka kaunti tofauti na vile mabunge tofauti kutoka kaunti ya Kisii na Nyamira wamekuwa wakikongomana katika kaunti ya Nyamira katika mafunzo rasmi ya wanaskauti, na wale ambao ni wasimamizi wamejitokeza wakiomba wazazi, wakati huu ambapo wanafunzi wapo nyumbani katika likizo fupi, wanaombwa wajisajili na kundi hilo la wanaskauti kama njia moja ya kujifunza nidhamu ya maisha na vile ambavyo wanakaa katika maisha. To inspire our scouts to come up with innovative ideas that can help in their communities and can create the solutions of the problems that we are seeing, including waste management, environmental sustainability. So we are urging our young people to go back to their communities and think about how they can give back to the communities. But the day has been a great day. This is a commemoration of our founders' birthday, and it was great. We have really had fun, but at the end of the day, we request that, let the scout leaders continue nurturing these young people to become very important people in our community, because that is all what scouting is about. Na wasee kutoka sehemu mbalimbali katika eneo la Gusii hasa katika kaunti ya Nyamira wamejitokeza siku ya leo wakiomba Wakenya wote, hasa viongozi kutoka maeneo tofauti ya Kenya kujitokeza na kumuunga mkono aliyekuwa waziri Daktari Fred Matiang'i kuwania urais mwaka wa 2027. Wazee hao wameomba viongozi wote kutoka eneo la Gusii, kaunti ya Kisii na kaunti ya Nyamira kuwa nyuma ya Daktari Fred Matiang'i kama njia moja ya kuwa pamoja ili kutoa na kuchukua kiti hicho cha urais mwaka wa 2027 na kumsupport Daktari Fred Matiang'i. Ya leo tumkabidhi officially Matiang'i atoke nje afanyie wa Kenya kazi, na mnajua ile kazi amefanya, na ni mtu wa bidii, ni mtu anajitoa kwa kazi yake ile anafanya. Tumeona vile amepata ushawishi mzuri, ushawishi mkubwa. He has been accepted all over the Republic of Kenya. So my appeal, or our appeal as people from this area where he comes from, is that we want to appeal to all the Kisii leaders, all the Kisii community, to come together so that we are able to support fully our son from this area. Sisi kama wamama wa Gusii tuona hao vijana wetu wameoa, tuangalia hao mabibi zao kama wako na ma-ID. Kama hawana tuwapeleke juu. Kila mahali siku hizi tunashika ma-ID. Tukishika hizo ma-ID 2027 tutapeleka kijana mbele. Viongozi wote wa Kisii tunawaomba tafadhali msienee upande ingine yoyote. Ile mahali mtakuwa kwa upande nyuma ya Matiang'i, na msapoti Matiang'i vilivyo, ndio kazi yaonekane kutoka eneo anatoka, yeye anatosa kutoka upande huo. Na siku chache baada ya aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kujitokeza na kusema kwamba kuna njama ya kumtoa afisini Jaji Mkuu Martha Koome na majaji wengine wa mahakama ya upeo, sasa
Mbunge wa Naivasha ambaye ni Jane Kihara amejitokeza wa hivi punde kumtetea Jaji Mkuu Martha Koome, akisema kwamba yeye anaandamwa kisiasa na rais ndiye ana njama ya kumtoa afisini Martha Koome. Anatuambia tusifanye campaign, but whatever he is doing, it is actually campaign he is doing for 2027. Whatever he does, even this of Chief Justice, that is still politics he is doing. Ask me how. Unajua kulikuwa na petition iliwekwa na Raila na Chief Justice akiwa ameketi kwa hiyo kiti ndio alitatua hiyo kesi, akasema Ruto amewin. Ikifika wakati ule kuwe na kesi nyingine, kama hajawin Martha Koome hatasema amewin. Na tukimalizia ni kwamba Rais William Samoei Ruto siku moja baada ya kuwa na mazungumzo kati yake na Raila Odinga katika ikulu ndogo ya Mombasa, Rais Ruto ameanza ziara rasmi katika eneo hilo la Pwani, wakati siku ya leo amekuwa pale Kwale kuzindua miradi tofauti ikiwemo kuzindua hospitali na miradi nyingine ya barabara katika kaunti hiyo ya Kwale. Bima ya afya itakayosimamiwa na serikali. Wewe ambaye huna uwezo tutakulipia kama serikali. Wenye uwezo watalipa kulingana na uwezo wao. Wenye kazi watalipa kulingana na mapato yao. Kila Mkenya ajumuishwe katika mpango wa afya wa taifa letu la Kenya. Mkenya akienda hospitali asirudi tena kuuza mali yake kulipia gharama ya hospitali. Taarifa za biashara, nadhani kwamba Ruth Nyanchama ameziandaa, atakuwa na kupasha zaidi. Mimi ni Videlis Mushoge. Na katika biashara ni kwamba hazina ya kitaifa imetenga bilioni 1.8 za ziada kwa chuo kikuu cha Moi ili kusaidia kulipa waajiri wake na kukidhi gharama zinginezo, huku chuo hicho kikiwa na changamoto za kifedha na changamoto za kiutawala. Na kwa upande mwingine ni kwamba benki ya KCB imepokea mkopo wa bilioni 12.9 kutoka kwa shirika la British International Investment ili kuendelea kupeana mikopo kwa miradi inayohusikana na kubadilika kwa hali ya hewa kwa wawekezaji wa biashara wadogo na vile wanawake wanaojihusisha na biashara. Nikomee hapo kwa sasa. Jina langu ni Ruth Nyanchama.